Sasa kaka, tangu ninyime sasa mdogo wako ukihisi kwamba mimi ni muuni. Leo nimeamua kuja na shehe kama unavyomuona ili ukinipa tu mdogo wako tayari anatufungisha ndoa. Katika siku ambayo umenifurahisha na umekuja na jambo zuri ni leo. Safi kabisa. Jambo la kuja na shehe na kuozesha mdogo wangu bila shida. Umeshanikubalia. Unakuja na shehe utaoa. Safi kabisa. Sasa kaka, samahani kabla ya kunipa mdogo wako ili tufunge ndoa nilikuwa nakuomba kidogo tu twende tukaongea kidogo. Hakuna shida, hakuna shida. Sasa kaka sikia. Kabla hujanikabidhi mdogo wako kuna tetesi nazisikia mtaani. Sasa ndio maana nataka nikuulize, je, ni kweli? Nasikia kwamba mdogo wako ashaikubakwa na wanaume 8. Kumekucha. Je, ni kweli? Nasikia kwamba usiku akilala huwa anapiga makelele. Yaani mniache hadi majirani wanaamka. Sasa ndo nataka nijue. Ukorofi. Asante Mungu umeniokoa tu mapema. Nilikuwa nimbaki hivi kidunchu. Nikukabidhi mdogo wangu. Yaani nikajua una akili timamu, kumbe akili huna wewe. Yaani ningeozesha chizi. Jana wapi? Nishamuua huko. Umemuua? Umeniua bana. Wewe umeniua saa ngapi bana? Mimi sijafa. Mimi niko hapa Nsamboi, mtoto mpole kama harufu ya wali. Mdogo wake ana matatizo makubwa sana. Ashabakwa na wanaume 8. Sini huyu hapa anapiga makelele usiku. Ndio maana alikuwa amesemaje kwamba mdogo wake ni muoe kwa mahali ya biskuti tu.